Rayton, shida nini? Rayton. Kwa nini ukuniambia mama yangu ni mlinzi? Rayton, punguza jaziba. Hayo yote yanazungumzika. Kwa nini? Rayton, tulia. Kila kitu kinazungumzika. Subiri utafute sehemu tulivu nikwambie kila kitu. Kwani ni ukweli gani ambao unataka kuniambia? Mimi na mama yako tulikuwa ni gatekeeper ambao Kwani nyie ni gatekeeper mnaolinda nini? Sisi tunalinda msitu. Tunalinda msitu dhidi ya watu wanaokata miti ovyo. Wanaokata miti ovyo? Ndio. Tulikuja kutalii, tukicheka na kuimba, hatukujua msitu huu ulikuwa umeficha nini. Habari zenu nyote? Salama. Vipi wewe? Mimi kiupekee namshukuru Mungu ya kwamba ni mzima wa afya, amenilinda tangu siku ambayo tumemaliza kikao cha kwanza hapa hivi hadi masaa haya. Ni mzima wa afya, namshukuru sana. Lakini pia nadhani ya kwamba kila mmoja anajua dhumuni la kikao hichi hapa cha pili. Kwa hiyo kinachohitajika hapa hivi ni kila mtu atoe mawazo yake na ushirikiano wenu ili tuweze kufikia tamati ya jambo tulikuwa tumelipania hadi masaa haya. Si ndio? Ndio. Basi karibuni. Paula hapa, karibu kwa mawazo yako. Jamani ndugu zangu, ni sawa, tunahitaji kwenda kutalii katika msitu. Lakini katika msitu kuna geti la ajabu. Na miongoni mwetu hapa sidhani kama kuna anayeweza kufungua au mwenye funguo. Mimi baba yangu alishawahi kuniambia kwenye msitu kuna walinzi wawili. Hawa walinzi wawili walikuwa wanaishi kwenye kijiji chetu. Ila kati ya walinzi wawili mmoja alishafariki. Yupo mlinzi mmoja. Ni nani huyo? Huyo mlinzi ni gatekeeper namba 4. Lakini mimi nimewasikiliza wote pointi zenu, lakini ni kwamba huyo gatekeeper namba 4 atumfahamu na tufahamu anapopatikana. Sasa itakuwaje ili tumpate mtu huyo? Lakini mimi nafahamu sehemu anayopatikana huyo gatekeeper namba 4. Ni vizuri kama unafahamu mtu huyo anapopatikana, inabidi tupange muda ili tukaonane na huyo gatekeeper namba 4. Yeye ni mtu maalum, itabidi tuchague mtu akwenda kuongea naye. Ni sawa, kwa kuwa sasa tumeshajua kwamba huyo gatekeeper namba 4 mmoja kati yetu unajua mahali anapopatikana. Inabidi hasa hapa hivi tujichague wenyewe kwamba nani tunaenda ili mradi tukaweze kuzungumza na watu na mtu huyo. Sasa hapa hivi Faustini ndio itabidi tuongozane siku ya kesho tuende tukaweze kuongea na gatekeeper namba 4 ili tupate mwafaka. Kwa hiyo mtendaji bila mimi aliyakuwa mimi ndo nimesema napajua. Ni kweli. Sasa hapa hivi cha kufanya ni kwamba itabidi hasa tuongozane mimi na wewe. Lakini kwa kuwa sehemu tuenda tuijue inabidi hata Faustini atusindikize. Si ndio? Ndio. Tulikuja kutalii, tukicheka na kuimba, hatukujua msitu huu ulikuwa umeficha nini. Kwa mpenzi. Sasa hapa hivi ni kwamba tutaenda kwenye msitu ama Kwenda msituni? Kwani mpo wangapi? Tuko wengi. Bana tukubali tu kwenda. Kwa mimi sitaki kuniambia kwamba ni jibu nataka ni tunaenda wote, si ndio? Niambie ndio. Sawa, nimekubali, tutaenda wote. Jamani. Yaani ni kwamba niyo siku sije kafika hapa hivyo umenipromise tunaondoka afu siku yetu unaambia si tukuelewa. Si tumeelewa.
Yaani uendelee kunipromise hivyo hivyo kwamba tunaenda kweli. Sawa? Basi siendi. Au ndio hapo ndo nini jamani? Mr. Yaani nataka tuende. Sitaki kuelewa. Basi niache kama wewe. Nienda. Acha mistaki. Simeshasema wewe. Unisikilize kwanza kipenzi na wewe. खुशबू अच्छी तेरे चरित्र में हो। Niache, nimeshasema niache, nimekataa. Sikia basi, si unisikilize sasa. Mimi nilikuwa nakutania tu, basi tunaenda. Mbeki moja. Tunaenda ama twende? Tunaenda. Sipendagi masala mengine. Masiala gani kwa wewe utani? Wewe yani ndo nitanie kitu cha hivyo kweli? Unacheka nini? Kono na mimi nachekesha hapa au? Usifanye hivyo. Hapo ndio wagona nikasilisha. Yaani kiukweli mimi siku nyingine ukiendelea kunitania vitu kama hivyo sitakuelewa. Yaani hapa tu kidogo nisikuelewe. Vipi siku nyingine ukiendelea kunitania hivyo? Sawa, nimekuelewa. Yaani mimi sipendi kabisa matendo yako ya hivi. Yaani hivyo tu ndo umechukia muone. Yaani nilikuwa sio kuchukia, yaani nisingekuelewa. Kivipi? Wewe si unanichukuliaga hapo asubuhi, siku moja nitanielewa. Kwa hapa tunaenda wapi? Tunaenda nyumbani. Ndio twende sasa. Ama mpo linasubiliani. Tuliona miti mirefu, tukapiga picha njiani. Kila kitu kilionekana kizuri, hakuna tulichofia. Ghafla upepo. Karibuni sana, lakini sura zote naona kwangu ni ngeni. Tunashukuru kaka. Asante sana. Lakini tukaanza kwa kujitambulisha, mimi hapa hivi naitwa Nifa, ni mkazi wa kwenye hichi kijiji, na nadhani ujio wetu hapa hivi kwako nadhani umekuwa ni wa ghafla sana, lakini na imani ya kwamba utatuelewa. Kwa majina yangu naitwa Jaiwasage, ni mkazi wa kwenye kijiji. Mimi naitwa Najma. Nashukuru sana kwa kuwafahamu. Sasa sijui niwasaidie nini. Sisi unaotuona hapa ni watu tunaopenda kutalii. Na sasa tunahitaji kwenda kutalii katika msitu wa Magic Forest. Mimi hapo sijui niwasaidie nini. Tulikuwa tunahitaji msaada wako. Ni msaada gani huo mnaohitaji kutoka kwangu? Kiukweli kaka, tunahitaji utupeleke kule, kwa maana tumeambiwa kwamba wewe ndiye mwenyeji sana katika msitu ule. Vile vile wewe ndiye gatekeeper katika msitu huo. Hapana, nahisi mmekosea. Kwani mzani yeye ndiye kumbe sie. Kaka, mbona ni kwamba sisi tuko tumeelekezwa kwamba wewe ndio gatekeeper namba 4 na ndio mwenyeji sana katika msitu ule. Vipi tena kaka kukataa? Hem, tunakuomba utuelewe. Ni vyema sana mkaulize mlikoambiwa. Na pia mnaweza mkaondoka tu. Jamani, nahisi nimeshawaeleza. Mimi siye mtu ambaye mnadhania ndiye. Na itakuwa jambo zuri sana mkiweza kuondoka kwangu. Tena hebu ondokeni. Nilipokuona moyo ukatulia, macho yako yakanipa dunia. Kila tabasamu lako ni nuru, penzi lako limenipa nguvu.
nikishika mkono wako naona kesho yenye matumaini. Hakuna kitakachotutenganisha, wewe ni ndoto yangu ya kweli. Moyo wangu ni wako milele, nakupenda zaidi ya maneno. Tutatembea pamoja daima mpaka mwisho wa safari yetu. Moyo wangu ni wako milele, wewe ndiye furaha. Kuna kitu nimekumbuka. Hivi vipi swala lenu ile la kwenda kutalii? Alafu hapa kipenzi, unajua changamoto ni nini? Yaani ni kwamba ndani ya ule msitu kuna gate na funguo za kuweza kufungua gate ile ndo hatuna. Kwani nyie hamna ufunguo? Yaani kipenzi, hapo hivi kweli funguo hatuna, kwa sababu funguo inayofungua pale sio funguo ya kawaida kama wanavyozani. Sasa hapo tunafanyaje? Yaani inasemekana ya kwamba ndani ya kijiji hichi kuna watu wawili wenye hizo funguo. Habari zenu? Nzuri. Mko poa lakini? Uko poa vipi wewe? Mimi niko fresh. Ndio. Nimeitisha kikao cha dharura kuhusu lile swala letu la kwenda kutalii, na hizo wote mnalifahamu. Ndio. Tulimfika gatekeeper namba 4 tukamwelezea kuhusu lile swala letu ambalo tulikuwa tunahitaji nalo. Huyo gatekeeper namba 4 akubatika kukubali, aligoma kabisa. Ni wakina nani ambao wana ufunguo? Kwa mimi hapa hivi ninamfahamu mmoja. Ni gatekeeper namba 4 ambapo mwenzake taifa zake kikweli sijui, lakini najua tu mimi ya kwamba gatekeeper namba 4 ndio ambaye anafungua. Gatekeeper namba 4? Ndio. Kwani ni mbona umeshtuka hivi? Hapana. Yaani ni kwamba unamjua gatekeeper au? Nikusikia tu jina hilo ndio maana nimeshtuka. Hapana, hebu naomba unieleze ukweli. Usinifiche chochote. Iko hivi. Sikufichi kitu chochote. Ila jina tu ndio limenifanya nikashtuka. Yaani hivi kweli mimi nitaje jina ushtuke? Kwa hata kama ningesema Jennifer hapa ungeshtuka. Ila hapana. Lakini vipi kuhusiana na Nifa? Kuhusu Nifa hayupo kwenye kikao hiki. Kuna mambo ameyafuatilia kuhusiana na utalii wetu. Akirudi atatupa mrejesho kamili wa kuhusu safari yetu. Ila kama unanificha kitu sitopenda. Sitopenda kabisa. Siwezi kukuficha kitu chochote. Aya, sasa kama ni hivyo, acha gatekeeper mwenyewe katufinyima funguo. Tumeenda pale kwake katufukuza kama mbwa. Lakini mjaribu hata siku nyingine tena muweze kwenda. Yaani kwa alivyo tufukuza vile ile siku, kikweli hata kama tukienda hata tuelewa zaidi hata atatushikia mawe. Aitufukuza kama mbwa, hataki hata kutupa hoja kutusikiliza. Pole sana kwa changamoto hiyo. Sasa pole hapo hivi funguo tunapataje hata kama ukiniambia pole hatuna funguo na tunataka kwenda huko? Hapo cha kufanya inatakiwa muwe na subira. Sasa subira tena. Ndio. Ini kipenzi hapo hivi bwana tuongeenda kuongea naye labda atakuelewa. Kuongea naye sidhani kama nani atanielewa. Labda wewe ni mwanaume bana atakuelewa, yule kijana mwenzako yule kweli mtaweza kuelewa. Na sisi pa hivi anaona kama tunaongea tu pumba pale. Basi tufanye hivi, siwe kesi sana. Mimi nitajaribu kuzungumza naye. Hiyo ndio key point. Ndio kwa nataka kuisikia. Kwa hapa hivi cha msingi ukitoka hapa hivi, kaka mambo yako sawa uende uko kazungumze na huyo mtu. Sisi hapa hivi tunataka tutimize jambo letu. Ila sasa. Sio leo, tufanye kesho kutwa. Kwani leo inashindikana nini?
Siku ya leo niko busy sana, kuna mambo nayafuatilia. Kwa hiyo kesho kutwa mimi nitaenda. Jamani, kikao chetu cha leo watu wamekuwa hafifu sana kuhudhuria. Ila mimi napenda kuwahimiza kitu kimoja. Tupeane ushirikiano, tusitengane hata kwenye safari yetu. Jamani, mimi ndo nimekomea hapo, labda kuna mtu ananiongeza. Jamani, mimi nataka kuambia ndugu zangu tuwe na ushirikiano katika jambo letu kama mwanzoni tulivyokuwa kwenye vikao tunakuja wengi. Kwa mimi nilikuwa nawaomba tusikate tamaa, maana wote tunataka hiyo safari na wote tunataka kwenda katika huo msitu. Kwa mimi nawaomba tuambizane ili siku ya kwenda tuwe wengi na tuwepo wote. Kwa kesho. Alafu changamoto nyingine simfahamu. Jamani kipenzi, ukienda tu ukiulizia basi mimi nitakupeleka, lakini sitofika. Maana akiniona mimi nitajua kabisa mimi ndo nimekuleta. Sawa, tafanya hivyo sasa. Yaani sio ni promise uongo. Unajua kabisa mimi hivyo vitu spend. So ni promise leo inafika kesho, sijui nini mambo mengi sitokuelewa. Siaje, tutaenda. Yaani hicho ndio nilichopata kusikia. Kwa hapa hata kidogo moyo wangu hata umekuwa na amani kidogo. Kidogo. Sio 100%. Sawa. Hata usiwazi. Aya, poa, kolo limeisha. Kwa hapa najua kipenzi changu. Utaenda utaongea na gatekeeper namba 4, zeni mambo atakaa sasa, si ndio? Aya, sawa. Hilo nitaliweka hapa. Na wewe uliweke hapa. Sawa. Sawa. Aya, sawa. खुशबू अच्छी तेरे चरित्र में हो, ये बात किसी फूलों की सुगंध में न हो। एक तरफा प्रेम भी बड़ा अच्छा हो, जब मन में तुझे पाने की चाहत न हो। तू मिले या ना मिले क्या फर्क पड़े, तेरी खुशियाँ ही मेरी खुशी बने। और लब खामोशी से मुस्कुराए, तेरी हंसी मेरी सुबह wako tatasa. Ai, ni kumbe unanipenda kweli. Nilikuwa nakutania. Sio mmekasikia nani? Hapa ndo unaondoka. Nisibilie bana. खुशबू अच्छी तेरे चरित्र में हो, ये बात किसी फूलों की सुगंध ना हो। एक तरफा प्रेम भी बड़ा अच्छा हो, जब मैं तुझे tulikuja kutalii tukicheka na kuimba, hatukujua msitu huu ulikuwa umeficha nini. Tuliona miti mirefu tukapiga picha njiani, kila kitu kilionekana kizuri, hakuna tulichofia. Ghafla upepo ukabadilika, ndege wakanyamaza wote, njia tuliyopita mwanzo tukaikosa machoni, tukauli